Fahamu yaliyomkuta Zuberi, kijana aliyetaka utajiri wa haraka, ni mwendelezo wa simulizi zinazotolewa na Simulizi Classic kila siku ya Jumapili. Simulizi hii ni ya kweli ambayo inahusu kijana wa miaka 22 alivyopata tamaa ya kutaka utajiri wa haraka haraka. Sehemu ya 3 ya simulizi, Zuberi amepata kazi baada ya bosi kukubali kumpa kazi ya kufanya. Alianza kazi siku ya Jumatatu na alitakiwa kusafiri kwenda Mtwara. Alisafiri na mkuu wa msafara ambaye ni Jumbe pamoja na dereva ambaye jina lake ni Hamza. Safari ilianza na sasa wamefika mji mdogo wa Kibiti ambapo walisimama kupata chakula cha jioni. Wakati wanakula na kunywa, mkuu wa safari, yaani bwana Jumbe, alimwambia Zuberi kuwa safari yao sio tena ya kwenda Mtwara, bali walikuwa wanakwenda sehemu ambayo ni karibu na pale Kibiti. Zuberi alipata mshangao mkubwa kusikia maneno ya Jumbe kuwa hakuna safari ya Mtwara tena. Sasa alijiuliza, mbona maswali yalikuwa mengi kuliko majibu? Kwanza, hakujua kazi gani amepewa na bosi. Pili, hakufahamu mshahara wa kazi yake. 3, alitarajia wangekuwa pamoja na bosi kwenye ile safari ya kwenda Mtwara, lakini bosi hakutokea. 4, ukweli umejulikana kuwa safari ya Mtwara haikuwepo. Na pale Kibiti ambapo alikuwa amesimama palikuwa ni karibu na mwisho wa safari. Zuberi anaendelea kueleza. Jumbe alisema kuwa muda ulikuwa umekwenda, hivyo waondoke na kuendelea na safari yao. Anaendelea kusimulia Zuberi. Walimaliza vinywaji vyao na kuelekea kwenye gari tayari kwa safari ya kwenda mahali ambapo yeye Zuberi hakufahamu. Kwa maelezo yake mwenyewe Zuberi anaeleza kuwa tuliingia kwenye gari na safari ilianza kuelekea kusikojulikana. Zuberi anaendelea kueleza. Nilishangaa baada ya kuona gari letu likichepuka kutoka kwenye barabara kuu ya lami ambayo inakwenda Mtwara na kuingia kwenye barabara ya kawaida. Anaendelea kueleza Zuberi. Nilitafakari kama nimuulize Jumbe wapi tulikuwa tunakwenda. Niliogopa kuwa angeniona nilikuwa mdadisi na hivyo sio sifa nzuri. Nakumbuka maneno aliyekwisha kunieleza kuwa bosi wetu hapendi wavivu na watu wasiotunza siri. Anaendelea kusimulia Zuberi. Lakini mwishowe niliamua kumuuliza potelea mbali. Nilimuuliza kwa tahadhari kwa kusema ile barabara tulichepuka inakwenda wapi? Anaendelea kueleza Zuberi. Jumbe alinijibu kwa mkato kuwa ile barabara ilikuwa inakwenda Rufiji na kwenye pori la wanyama la Selous. Nilishangaa kusikia habari zile na nilijiuliza, huko Rufiji na kwenye mbuga za wanyama za Selous kuna mzigo gani ambao tunakwenda kuchukua? Sikuwa najibu, ila kwa mara ya kwanza nilihisi ile safari haikuwa ya kawaida. Kulikuwa na usiri mkubwa ambapo sikutakiwa kufahamu. Safari ya kwenda Rufiji. Zuberi, Jumbe na Hamza ambaye ni dereva waliendelea na safari ya kwenda Rufiji na hadi kwenye mbuga za wanyama za Selous. Muda ulikuwa kama saa 6:30 usiku hivi. Na mkuu wa safari, yaani bwana Jumbe, alikuwa amelala usingizi mzito. Gari waliotumia, yaani Toyota Land Cruiser aina ya Prado, ilikuwa inakata mbuga na dereva wa safari hiyo bwana Hamza alikuwa anaimba nyimbo za Bob Marley.
Anaendelea kueleza Zuberi. Mimi sikupata usingizi, bali nilikuwa na mawazo mengi kuhusu ile safari. Zuberi anaendelea kueleza mambo yalivyokuwa wakati safari ya kuelekea Rufiji ikiendelea. Ilipofika muda kama wa saa 8 hivi usiku, tulifika mahali ambapo kulikuwa na mtu anawasha na kuzima tochi. Ile hali ilionyesha kama vile anauliza maswali kwa kutumia mwanga wa tochi. Kuona vile, Hamza ambaye ni dereva alisimamisha gari pale alipokuwa amesimama yule mtu mwenye tochi. Ilionekana kama vile Hamza alifahamu ujumbe wa ile tochi. Hamza alimwamsha Jumbe ambaye ndio mkuu wa safari, na wote tuliteremka kutoka kwenye ile gari. Anaendelea kueleza Zuberi. Tulipoteremka niligundua kulikuwa na watu 3 pamoja na yule jamaa aliyekuwa na tochi. Kwa hiyo jumla ni watu 4. Anaendelea kusimulia Zuberi. Walitusalimia kwa ucheshi, na hali hiyo iliashiria sisi wote tuko kwenye kundi moja, yaani kundi la bosi. Zuberi anaendelea kusimulia. Baada ya kusalimiana na Bwana Jumbe, alimuuliza yule mwenye tochi kama mizigo ilikuwa tayari. Yule mwenye tochi alijibu kuwa mizigo ilikuwa tayari. Kwa hiyo tulimwacha dereva wetu ambaye ni Bwana Hamza akipaki gari pembeni, na Bwana Jumbe, mimi na wale jamaa 4 tuliingia msituni. Kiongozi wetu alikuwa yule jamaa aliyekuwa ameshika tochi. Zuberi anazidi kueleza. Tulitembea karibu mita kama 400 hivi, na tulifika mahali penye mti mkubwa wa mbuyu. Pale chini ya mbuyu kulikuwa na masanduku 3 makubwa. Sikujua yale masanduku yalibeba kitu gani, ila yalikuwa yamefungwa kwa ustadi mkubwa. Zuberi alipata mshangao mkubwa kuona yale masanduku. Sasa alijiuliza yale masanduku yalibeba kitu gani? Hofu ilimuingia kwa sababu maswali alikuwa nayo ni mengi, lakini majibu yalikuwa ni machache. Kwanza hakujua kazi gani alikuwa amepewa na bosi. Pili, hakufahamu mshahara wa kazi ambayo alikuwa ameajiriwa. 3, aliambiwa anakwenda safari ya Mtwara, lakini baadaye safari ikawa hiyo ya Mtwara haikuwepo. 4, badala ya kwenda Mtwara waliacha njia ya lami ambayo inakwenda Mtwara, na walikuwa wakielekea kwenye maeneo ya Rufiji kwenye njia ya mchapuko. 5, baada ya kwenda mwendo wa saa 2 hivi walifika mahali ambapo kulikuwa na mzigo wa masanduku 3 ambapo hakufahamu yalikuwa yamebeba kitu gani. Sasa endelea kufuatilia mkasa uliomkuta kijana Zuberi aliyetaka utajiri wa haraka. Je, mwisho wa safari yao ingekuwaje? Kitu gani walikuwa wanaenda kuchukua kule kwenye maeneo ya Rufiji? Simulizi yetu ya mambo yaliyomkuta Zuberi, kijana aliyetaka utajiri wa haraka, inaishia hapa. Kama una maoni kuhusu jinsi ya kuboresha simulizi zetu, tufahamishe kupitia video hii na uandike kupitia WhatsApp namba ambayo inaonekana kwenye video. Tunaomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila siku ya Jumapili saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante kwa kuangalia video yetu.